Tumeulizana swali, wewe ni Jakobo ama wewe ni Esau? Bwana Yesu asifiwe sana. That is our test proof ambao taangalia kidogo tu. Then naona masaa imeenda sana. Nimekuja tekelia niendelee kidogo. Sawa? Sitakula masaa mingi. Tuendelee kidogo, kuna kachai mtakunywa kama mjafuka. Lakini kama mmefuka, tuingie deliverance. Hiyo maneno mkanyage kubwa kubwa, tuonane siku nyingine. Genesis 25 verse 23. Inasema hivi. Verse 23 iko wapi wewe msee? Najua sijazoea kujua iko wapi. Ndio hiyo. And the Lord said to her, 2 nations are in your womb, and 2 people from within you shall be divided. The one shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. Bwana Yesu asifiwe sana. The older shall serve the younger. Leo nataka nikufundishe kuhusu these 2 tribes, so that tukitoka hapa ujielewe wewe ni Esau ama wewe ni Jakobo. Jacob ni mtu ambaye alikuwa swindler. Ni mtu jina ambalo ni mtu conman. Alinyaganyana promise, akanyaganyana destiny of a firstborn. In the Bible respects firstborns, and the firstborn is the first fruit of God. Firstborn, if you're a firstborn, you are a fruit of God. And when you are a fruit of God, you are given back at the altar. That is why we tunaitishwa first fruits. We take them to the altar. Ukilima, ukifanya kazi yoyote ile, the first fruit is taken back to the altar. Because it does not belong to you. It belongs to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Your brother who is your firstborn, he does not belong to your family. He belongs to God. Your sister who is the firstborn does not belong to you, belongs to God. Your son who is the firstborn does not belong to you, he belongs to God. Your daughter who is a firstborn does not belong to you, but he belongs to who? Mtoto wa kwanza ni mtoto wa Mungu. Mazao ya kwanza ni mazao ya Mungu. Ile kitu unapata ya kwanza rupeleka mara moja kwa nyumba ya Mungu, because si yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mafirstborn hapa ni wagapi? Inua mkono. Mafirstborn. Tuone, utaona wamekujwa, sura zinakaaga ni kama za motuba. Kwa sababu wanaonewagwa sana. Na ndio wanapatanaga na shida nyingi sana. Why? Because mzazi wako hakujua the secret of a firstborn. The secret, one secret of a firstborn ni kuchukua huyo mtoto, unakuja unamwekelea kwa madhabahu na unaachana na yeye. Na unashika keshuje yako, unakuja unaekelea hapa, unamrudisha kwao. Ndio awashikie baraka kama familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye anaonagwa kwenu si wewe ati kwa sababu unaendesha kagari, hapana. Ni huyo, hata kama hana jicho, hata kama kinakaaga hivi kinikimlevi, hicho ndio kimebeba baraka za kwenu. Hicho kifirstborn, hicho umechukia. Hicho kimama, hicho kibaya. Hicho ndio kimebeba baraka za kwenu. He is the one who controls all that you have. In the spiritual realm, yeye ndiye anatambulika. Na ndio naonaga ukiona kwenu kuna firstborn anateseka, utakuta familia mzima inateseka. Mnaweza kuwa mko na magari na manyumba kubwa kubwa, but going nowhere. All of you, nobody, hakuna mtu anasikiliza mwingine, hakuna mtu anapendana mbinguni, until when you will be able to respect that firstborn. Because he is the one carrying. Mtoto wa kwanza ni mtoto wa Mungu, is a fruit of God. So when you want God in your family, invite the firstborn. Mimi wakati nilijua hivyo, mimi si hatuko tunajua, tuko na brother yetu ambaye ni mkubwa lakini hakuwa sawa. I had to build a house for him. Na kwa sababu natengeneza viti hapa, nikaenda nikamchukua nikamwambia come and select. Sio mimi nilimchagulia. Nikamwambia come and choose that you think ni mzuri kwako. Kutoka siku hiyo familia yetu imekusimama, imekaa mzuri. Sababu nilijua siri ya huyu mjamaa ni mchawi. Huyu mjamaa
Mnamuona hapa kwa sababu hana uwezo, hana nini, anakaaga hivi hivi. Ndani yake analianga kilio kingine, kilio kibaya. Ndani yake analianga kilio. Na hiyo kilio hata mfanya nini, you can never succeed. That is why unaonaga muko mmesoma, muko na magari, muko na, lakini ukiangalia situation ile muko nayo, you are all beggars, because hiyo gari uko nayo ni ya loan. Kanyumba ni kazuri lakini ni ka mortgage. Tutoto tunasoma shule mzuri lakini ni pesa ya loan. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukisoma mzuri tunakunywa madawa kwa bagi. Tuingine ni tumanaume tunapatiwa mafuta, tunaambiwa kama mzuri. Huko ndio kuzuri, huko na nyuma siku hizi. Duai ndio mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo pasa mama na baba ni church elders kwa kanisa, lakini mtoto yao yote ni wakupakwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of the curse. When this firstborn atakasirika, kwa moyo wake analia, ananugunika, kwake kuna rarwa jaa, hakuna chakula, kwako lazima mtapata shida. Hiyo ni siri tu nilikuwa nawaibia, kwa sababu najua kuna nyinyi hamtakaki kuona mafirstborn, kwa sababu ni wajika sana sana, hawakuagi werevu sana, wanakuwa na kasoro kidogo kidogo, because they are not human like you. You are not brought the same level. You are only very spiritual in that world. They are very spiritual huko, wanajulikana huko. Kwa hivyo sio lazima ajulikane kwa ile life mnakaa. Ndio mnamuonanga akiwa mjiga, mnamuona akiwa farafara, hajielewi vizuri, anakaaga tu kifokodali. Lakini wewe sasa, kwa sababu umesoma na wewe ni wa hii dunia, naona wewe ni wa hii dunia, yeye ni wa huko hiyo dunia nyingine ya huko biguni. Lakini wewe wa hii dunia unakuta vitu za dunia zinamekubali. Kagari kanakubali, kanyumba kanakubali, kila kitu kinakubali, kabibi kamzuri kanakubali. Unakuta ka firstborn wengi hawana mabibi, na kama ako na bibi ni wa pili, ameoa mara ya pili, ya tatu, ya nne. Hallelujah. Because the firstborn is an enemy of this world. The firstborn is an enemy of this world, because he is a fruit of God. And being a fruit of God, it means the devil will want to destroy this fruit. You know, naga amekaa fogodali. Hebu angalia brother yako na sister yako ile mkubwa amekaaje, fogodali kila siku hivi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo these two people anaitwa Jacob and Esau. The one moja ambaye alikuwa the one who had, Jacob had a God establishment covenant, a covenant of God right from birth. But this other one ambaye anaitwa Esau hakuwa na covenant, lakini alikuwa na laana fulani ambayo ilimfuata. So kwangu leo nataka tuangalie these two nations. Rebecca aliambiwa inside your womb there are two nations. And these nations, to understand which nation do you belong. Because what we are having now is these two nations. But I can see hapa karibu sisi zote tuko kwa nation mmoja. Hapa nitawaambia ni gani. Kwa sababu tutafika hapo na ni mtajiona, utajipeleka tu hapo na utaona I belong to this nation. Esau is a hunter, ni mtu ambaye alijulikana sana being a hunter and a gatherer. A person who did not invest. A person who did not have any investment. Alitegemea kasukura kwa kichaka, akasemegemea kadhia kwa kichaka, alitegemea vitu vya kichaka, vitu ambavyo hajavitafuta yeye mwenyewe. Lakini alienda, akatoka nyumbani kwake, anaenda ana imagine nikienda kichaka fulani lazima kutatokea kaswara na nitaua. Lakini Jacob on the other side ni mtu ambaye alikuwa analima, anapanda, anaongojea zinakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaongojea 7 miezi 10 of the investment, ana invest and inaendea. Lakini huyu mwingine hakuwa na time ya investment. He didn't have the time. Because yeye ni kwenda kutafuta swara, yeye ni kwenda kutafuta kadhugura kasuri, yeye ni kwenda kutafuta because ziko. Ni kama wale wanaenda Lake Victoria, wanaikisha neti, wanaenda na vita na neti, wanakuja, wanatokelezea na samaki kule na wanakula samaki. Bwana Yesu asifiwe sana.
You can never compare that person na mtu mwenye anapanda majani chai, anagoja miaka 10 ndio aanze kuchuna hiyo majani chai. Those are two different people. So Jacob was an investor, while Esau was a hand-to-mouth person. A person who will only eat akikutana nazo. Atakula akiona, lakini hakuli baka wakati atatoka huko kupatikana. So one day Esau akakuwa na njaa. Akaenda kwa brother yake Jacob akamwambia nipatie chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Akampatia nini? Akamwambia nipatie chakula. Naye akamwambia you have to sell your birthright to me. And because he didn't value the birthright, because for him the birthright was not any importance. The birthright was just useless something. Haikuwa na value, haikuwa na nguvu, haikuwa na maana kwake, maana anajua yeye anybody who does not have a birthright does not have the blessings of the earth. Sema the blessings of the earth. Any person who does not have a birthright does not have the blessings. Wakati watu wetu wanaendaga, wakati wameenda Amerika, inua mkono wako juu. Wa UK, Europe, America, inua mkono juu. Wale wameenda Ulaya, na labda huko na passport ya huko, umepata passport ya huko. Wangapi wamepata passport ya huko? Simama tuambie kitu nataka kukuuliza. Uko na passport ya wapi? Ya Amerika. Wakati ulipatiwa passport ya Amerika na ya Kenya, uliitishwa ya Kenya. Yeah? When you are being given the citizenship, uliinua mkono. Ukadenounce nini? Uliambiwa denounce nini? Citizen ya wapi? Ya Kenya. Ukapatiwa citizen ya wapi? Ya Amerika. That is why you are poor. Akachini. That is why you are poor. Yes. When you denounce your birthright, you have no role existing in this world. Because kule umeenda haujazaliwa na spirit, na ground, na udongo, na ya huko America. You became an American by paper, but you became Kenyan by birth. So your birthright is in Kenya. But when you go to America, ukuwe citizen of America, you become a citizen by paper. Meaning chakula na blessings za America hazitakubali wewe. Because you don't belong there. Na nchi yako uliikataa. So hata ukichukua tu pesa ulete hapa, hiji ndakuuliza, unaniuliza nini? Nikiuracha ya koleni. So ulinikataa. Sasa wewe ulikuwa girlfriend yangu, tulikataa. Sasa nimepata shida, nimekuja nikwambia babe. Utaniuliza aje? Unataka nini? That is the mistake that we make. Na hiyo ndio spirit inaitangwa spirit ya Esau. You sold your birthright because you want a greener pasture. A greener pasture that does not belong to you spiritually, does not belong to you by birth, does not belong to you by anything, belongs to you on paper. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how we have lost it. And we have lost our generation in pursuit of greener pastures. Tumbo ndio ilifanya Esau apoteze, na akapoteza. Because Esau kama angejua, ama Jacobo kama angejua, huyu mtu amelaaniwa, hangenunua hiyo birthright. And from the day Jacobo alinunua birthright ya Esau, ndio shida za Jacobo zilianza. Hiyo ingine walifaulu kumfanya na mama yake ukora, wakafanya ukora, akaweka gosi ingine, mzee akaguza akasikia ni kama ni yeye. Because he was operating under the blessings of God. The one I love and the other one I hate. So he had automatic blessings of his life. But because of greediness and because he didn't understand the blessings of a birthright, and with the curse that was operating in Esau, akaambia wakati Esau alikuja, akamwambia nipatie chakula, akamwambia na wewe ni usiye birthright. Na kutoka hapo Jacobo akaanza shida. Shida ya Jacobo ilianza siku hiyo. Ndio alianza vita na huyu brother. Akatoroka, akaenda kwa Labani.
Alipofika tu kwa Labani kwa baba yake, akaanza kufanya kazi. Inside him, the spirit of an investor was working very well. Analima, mshamba inakuwa mzuri, mabuzi zinakuwa mzuri, mang'ombe zinakuwa mzuri. Akienda kusema ni zake, Esau, spirit ya Esau inasimama. Kwa sababu alinunua birthright of a cursed man. The spirit of Esau will only come that very time you want to eat, because you are not supposed to eat. Any cursed man is not supposed to eat. Any cursed man, you are not supposed to get the blessings of God, because God has rejected you. So he was wearing a veil of a rejected man. Akilima huko ndani kwake ni Jakobo unafanya kazi, tubuzi tunakuwa, mang'ombe zinakuwa. Akapata kademu kazuri na akaanza kukufanyia kazi for 7 years. Just tell me, how can you live in a compound in a Nairobi hapa for 7 good years na ukose kuelewa sheria za Nairobi? Ukose kuelewa sheria za Boma. Miaka 7 hukuelewa, because alikuwa na spirit ya nani? Esau. When he was to eat, Esau comes and says, mimi ni hunter and a gatherer. Na huyu Jacob Labani akasimama akamwambia, huko kwetu huwezi kuchukua msichana kabla mwingine hajaenda. Miaka 7 unakaa ukijua utabeba msichana, lakini hujui msichana wa kwanza haedagi kabla wake. Akavukwa. And that is the situation that we are in. We decided to abandon our birthright and instead pursued a curse. Pursued something that doesn't belong to us. Ndio unaliaga kila siku unasema dunia imenikataa. Dunia imenikataa. Imekukataa aje? Kwa sababu due to your greediness, you abandoned the promise of God for your own sake. Because by all means, Jacob alitaka kukua yeye ndio first. But he had not studied. Mama yake alisahau kumwambia, mimi niliambiwa na Mungu wewe ni wewe umebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So it continues to work. When alikuwa anafanya kwa Labani, akafanya kazi mingi, akafanya hapa, akafanya mingi, mabuzi zikaongezeka, akienda kuleta sikwe zake, Labani anakuja na mwambia, weka hizo buzi pale kado, chukua viwete. Akichukua viwete tena zinaanza kuzaa mzuri, double, tena Labani anakuja na mwambia chukua. Sasa wakati alikwenda kuchukua msichana akadua aje? Huko gotidia gogo. Na ukinya msichana wa kwanza aende ndio mwingine. Ikabidi arudi kazi tena for another 7 years, because alikuwa determined to take the second wife. Bwana Yesu asifiwe sana. So the spirit of a blessed man is still working. He is determined. He continued to work as a slave because of his own blessings. So many of us here, we are working as slaves because we don't understand the blessings that is in us. And Jacob struggled for another 7 years. That is 14 years. And the day now, ndio afuguliwe, ndio aligiginyana. Nasikumbuka aligiginyana nani? Na malaika. Akasubuana na malaika. Baka asubuhi, because still the veil of Esau haijamuonyesha at you are dealing with an angel. Baka wakati alivujwa mguu, akagotorwa sasa akajua. Unajua Jacob alikuwa anafikiria, unajua ni kule Sodom na Gomora, alikuwa anafikiria ni wale watu wa Sodom. So alikuwa anang'ang'ania kwa ukuta, akidivide side moja ya mwili yake. Sasa aling'ang'ana akakaa hivi, Ejo anajaribu kumpindua. Anajaribu anakatalia. Baka Ejo akamvuja mguu. Kwa sababu kuna wakati angels they come. They don't come always. There is a time they will come. And when they come with their blessings. And when they come with their blessing, they will not go back with their blessing. And that is why many people, we have missed this chance. So malaika kwa sababu alikuwa amejua, I have to change this man. Akamvuja mguu na akaaguka. So Jacob akagoja apiduliwe, akaona huyu jamani pidui. Hallelujah. Akarora moto daraka royo. Ndio alimwangalia mzuri, akaangalia akaona kai, kumbe ni malaika wa Mungu. Akamshika akamwambia, hutoki hapa. Sitoki hapa. Sitoki hapa usipone. Lakini ni baada ya kuvujwa, ni baada ya kugotorwa mogoro, ndio mnakibiaga kanisani, ndio mnajua Waruinge anakuaga. Na zamani mlikuwa mnasema Waruinge tigano hiyo. Ndio amuke kemogera na natenake.
Haleluya. Baada ya kuvunjwa ndio mnakimbia kama mnasema sasa tumeona Mungu kwako. Haleluya. Baada ya kuvunjwa ndio mnakimbia kwa kakade. Mnasema Mungu nimeona. Baada ya kuvunjwa TB Joshua ndio huyo. Baka unaweka picha ya TB Joshua kwa kitanda yako hapa. Biblia yako unaibadilisha na msalaba unaweka TB Joshua. Kibeti chako kiko na sticker na tumaji. Niliendaka kwa TB Joshua haki nikapatiwa maji. Uzuri nilitoka na do. Sikutoka hivyo. Nilitoka na 3 milioni. Nikapatiwa maji cotton mzima. Mimi sikuwa najua mimi, unajua aliyenipeleka kwa TB Joshua ni Wajakoya. Wajakoya ndiye alinipeleka. Sasa mimi tulikuwa kwa hoteli tukikula pale Serena. Wajakoya akaniambia, "Wewe kulikana na vile nakuona, unahitaji a person to touch you." Ako na manto juu ya kubwa international anointing ndio akuguze, akufungulie hii maisha yako ikuwe mzuri. Nikamuuliza, "Wewe unani?" Akaniambia kuna mjamaa anaitwa TB Joshua. Anakuaga aje? Can you kwa sababu mimi I'm a daring person. Nikamwambia pigia simu. Akaniambia achukuage simu ni kama wenye mnasema sikuchukuagi simu. Akaniambia wewe achukuage simu because he has huge congregation. Nikamwambia mine atachukua. Nikamwitia leta namba ile. Tukaingia kwa website yake zile zinapita hapo, tukapiki tu moja nikampigia. Kushika hivi, nilisikia mzee akisema hello, how are you? Nikamwambia mimi nikampatia stories zangu nikampatia. Akaniuliza, when do you want to come? Nikamwambia even now I can come. Akaniambia give us 10 minutes. Mimi nilikuwa nafikiria ni jokes. Nikasikia kasimu kingine kutoka Nigeria. Akaniambia aje tuma passport yako. Ilikuwa kwa simu nikatuma because I was kidding, I was joking. Nikaambiwa ni Thursday kuja. Tumelipa tiketi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulipoingia huko tulienda na TB Joshua akanipatia microphone akaniambia hubiria watu. Wacha Wakenya wasikie kinyogo. Mungu tu amogeke. Ameenda kwa TB Joshua na amepatia microphone. Na wao wameokoka miaka yote. Hawajai hata karibia TB Joshua. TB Joshua akanipeleka kwa ile presidential suite pale tulikutana na yule president wa Ghana. Alikuwa anaitwa Nana Kofi. Nana Akufo Nana. Tulikuwa na yeye na ule mama wa Malawi Joyce Bada. Ni Joyce Bada. Alikuwa hii rumu, mimi nilikuwa hii na kakade alikuwa hii rumu na Wajakoya tulikuwa kwa hivyo tulikuwa majiant huko ndani. Wakenya walikuwa huko chini wanauliza unaona nile na mudhurio ate. Ambia mtu favor. Ambia mtu favor. Nitaipata leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uko hapa you will walk in this favor. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jiulize uko hapa namna gani? Jiulize tu swali. Jiulize. Kumbanya hururu kole mafuta baki tuseda. Bwana Yesu, that is favor. Hiyo ndio inaitwa nini? Favor. Me I've been able to go that is the 17 countries without a single passport. Kutoka Tanzania hapa nikateremuka na nilikuwa jabasi tukiingia hiji lazima tuibe tuende hiyo hiji nyingine. Kwa sababu you cannot survive that way. Tukitoka tukaiba Tanzania bagi fulani iko hapo na msiende kusema nitakuja kushikwa. Tukaiba hapo tukarudi tukaenda Mozambique tukaiba Mozambique tukaenda Dabani tukaiba tukatoka hapo tukaenda Windhoek Namibia tukaiba tunasafiri tu na magari za wenyewe. Unajua when you are a robber you don't spend your money. You spend people's money. Ngani ya Kenya na nakanua. You spend people's money. Unajua nini? Unakuta mama ako na gari mzuri, anaendesha kwa barabara. Unambibia mama soga hapo tuende. Anakufikisha na kupeleka ile town unataka, unawacha yeye unachika mwingine. Wewe mama kuja. Twende mbele. Hallelujah. That was my life. That is was they were able to gun me when nimepiga hapa. Nikuonyeshe. Gari unasema So Jacob dwelled after he stole the birthright of his own brother. The misfortunes started following them. And that is people who are running, people who are crying. You find the background. You sold your birthright.
you find your background. There is some mistakes that you made in your life. Jacob amefanya kazi miaka 7, anaambiwa kusikule. Anafanya miaka ingine 7 mpaka wakati hiyo malaika alikuja. Wakati alimvunja mguu, ndiye alijua ni malaika. Kwa hivyo hata wakati the man of God will come to your life, you will still not understand whether this is a man of God until mguu yako imevunjwa. Most of us here, kila mtu amevunjwa mguu. Most of us here are suffering from a disease, are suffering from a misfortune, are suffering from a broken marriage, are suffering from an issue that is really bothering you. Because umegoja mpaka umevunjwa mguu. Wakati huo alivunjwa mguu, aligojea mjamaa mgeuse. Akaona mjamaa mgeusi, ndio alimshika kamwambia, dokuma utoki hapa mpaka unibariki. That is when, already when you are down, that is when you come to realize there is God in heaven. Na ndio mnaokoka vizuri. Wewe monyoroku, Bwana asifiwe. Akiwa kwa kitanda. Kuna mama mwingine nimeambia asubuhi ile kwa Amerika, okay, nilimhurumia. Ametibiwa, ako kwa mashini za Kiamerika. Si unaona? Ako kwenye mashini za Kiamerika, gasi imejaa kwa tubo na imekataa kutoka mpaka kuogea haogei. Nikamwambia shika, una imani shika maji na glasi niombe. Nikamwambia kunywa. Nikamwambia nipigie after 20 minutes. Ameniambia mimi niko sawa, nataka kwenda nyumbani. Ako Amerika na madawa ya Amerika, lakini maji na neno la Mungu kutoka hapa kwenda mpaka huko. Why? Because this is the time to understand that God is speaking in your life. This is the time to know that God is speaking in your life. Jacob wakati alivunjwa mguu na akajua huyu ni malaika, akamshika akamwambia utoki hapa mpaka unibariki. Aliposimama hii malaika alimuuliza nini? Malaika alimuuliza nini? What is your name? Bwana Yesu asifiwe sana. What is what? What is your name? Na akamwambia mimi naitwa Jacob. Wakati alitaja mimi ni Jacob, ile veil ya Esau ikaanguka chini. Na kutoka hapa malaika akamwambia nitakubadilishia jina. Ambia mwenzako anabadilishwa jina leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie nabadilishwa jina leo. Because all of you are operating. Ni wangapi wako na investment? Anaweza kusema I have an investment. Inua tu mkono kama uko na investment, permanent investment. Inua mkono tu juu. Investment, any kind of an investment. Lift up your hand. How many of you, yani wewe hauna, umekoboa kanyumba, kazi yako unafanya kazi ni kukula, unashiba, kesho tena naangalia tu pesa twingine tuone kama tutapatikana. Inua mkono juu. Inua mkono juu. Hauna shamba, hauna kashamba, hauna kakazi kazuri, hauna nini. Inua tu mkono juu. You are living a poor life yani. Inua tu mkono juu, usiogope tu. Hauna kanyumba, hauna nini, hauna kashamba, haujalima hata kitunguu hapo nje. Inua mkono juu, inua mkono juu, inua mkono juu. Sasa how do you my Esau? Everyone here is Esau. A hand to mouth. Sasa si umejua mko kule huko. Si nilikuuliza nikawaambia mtajua kule mko. A hand to mouth life. Sisi yote tumereduciwa kuwa mtu anaishi Amerika lakini hand to mouth. Hawana chochote. They have no investment because they have been deprived. And it's not that anybody deprived you. You deprived yourself the blessings of God. Because you are greedy to become. You are greedy to want to be. Mumienda makanisa, mumeitiswa mabego. Mumienda kila mahali, munaambiwa nataka kuvujia madhabahu. Hiyo ni madhabahu, lazima tuvuje. Unauliza ni ngapi ya kuvuja madhabahu? Hiyo nikiangalia mzuri nataka 300,000. Sasa siwezi kupata 300,000, lakini naweza kupata 150. Utatoa 100,000 na leta hiyo iko, lakini hiyo ingine ulete kwa sababu Mungu anakuona. Usipolete Mungu atakuona. Sasa nikuulize, alipima na nini akajua madhabahu yako ni ya 300,000? Alipima na nini ndio aelewe ati wewe unahitaji shilingi 10,000 kukombolewa? Kwa sababu hiyo ndio lugha unataka kusikia ya kununua miracle. Ndio niliambia hapa, don't come if your miracle seeker. Hapa si kwenu. If you came here because of a miracle, hapa si kwenu. Ambie mwenzako hivi, if you came here because of miracle, hapa hakuna miracle yako. Na ninaambia Mungu asikupatie. Asikupatie. Hiyo nimefuga.
If you came to buy a miracle here, strive to understand the word of God. Strive to know what Mungu anasema nini leo. Kama sasa, did you know? Sasa mulikuwa mnalinigia hapa nini majakofu. Sasa angalia venye mmeinamia shioko si anyusi yote. Ni hunter and a gatherer. Any person struggling, you are a hunter. Hauna foundation, hauna muziki katika dunia hii. Wewe na Esau na mtu aliyeraniwa ni kitu moja. Mwambie mwenzako mimi ni Esau. Nahitaji msamaha, nahitaji msaada. That is the problem you are facing. That's the challenge that you have in your life. Not that because you are poor, you are not poor. It's only that you don't understand. You have already sold your birthright. That is why you are suffering. Angalia Jacobo na kimbelebele yake, ameenda kununua birthright ya kitu kimeoza. Kitu ambacho hakitambulikani. Hata biguni najua huyu mtu hakuna kitu yake, ni maswala tu amewekewa kwa kichaka. Aende unakuja na tamaa mingi na unajua brother yako hapadagi, halimagi, hafanyagi kitu yote, anagojea kama maswala na wewe na kuchukua hiyo spirit yake ya kununua mazora. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako you have to change our mentality. Lazima tubadilike. Mwambie mwenzako tubadilike. Baba acha kuniangalia. Mimi si mwenzako. Abia huyo next na wewe mwambie lazima tubadilike. Lazima tubadilike vizuri. Lazima you have to understand the blessings comes from heaven. And when you denounce your birthright, you become vague and useless. Ndio naona watoto wenu wote, they are jobless. Your brother, your sisters, they are jobless. Your father, your mother ni jobless. Baba yako ulikuta kuka yako kwa kahawa akichuna kahawa ya muhede, ya musugu. Wewe umekuja baba yako akaintroduce baba yako kwa kuchuna kahawa. Na wewe sasa mnaedaka kwa sababu kahawa imepuguka. Unaedaka na vitoto vyako vyote kuchuna kahawa. A generational curse. Kuma daigirire kwa muthugu itago Macmillan kureto kwa miaka 30. Na nyobe no rona jakete ha ni Macmillan. Ona ciana cia ciothe cithomithĩtio ni Macmillan. Sasa ile watoto wamesomea kajiga hai. Ujinga tu ni kama yako. Hakuna kitu wanajaribu kuendeleza katika dunia hii. And that is why we are suffering. That is why we are crying every single day. Because we have sold our birthright. Sikiliza huyu kijana venye ametuambia. Aliwekelea damu yake hivi. Akapatia na soul yake. Ni wangapi umeenda ukarara na mwanamume huyu, ukarara na huyu, na mwanamke mimi ukarara na huyu, nikarara na huyu, ni nani hapa hajarara na multiple? Hapa niambie mtu ambaye ni kilini hapa, inua mkono wangu. Mimi hata mimi siwezi kuinua yangu, ni baya zaidi. I'm the worst here. Mimi nikiota kwa hebu tuinulie mtu ambaye si multiple hapa. Hakuna, you see now. Hakuna. Hapo mnaenda twende bigoni, twende bigoni, twende. Ukiuliza mtu mmoja hajaitoa mimba hapa atakwambia mimi sijaitoa. Lakini hiki tuleta kwa Noru, ni Noru. Noru inaleta kwa nini? Noru. Noru? Noru P2. Nani wewe amesema P2? Yo P2. Sasa P2 inafanya kazi gani? Life starts at conception. Get. How no ahutio. Life starts at what? Conception. Where the fruit inapego na hii mikikutana. That is where life starts. Na umekula hiyo kapitu. Kamefanya nini? Kamefanya nini? Are you a murderer or you not? Yes. See, doctrine ni argument to argue too. See, I'm not bringing a doctrine. I'm trying to tell you, this is the problem. This is where it started. You are a nation that has been into suffering. You are suffering because you belong to Esau, the man who sold his birthright. You are suffering because you've never wanted to sit down to understand. And you are suffering because of your greedy. Umeenda kununua birthright ya mtu ambaye hakusaidii. Yes, indeed, you are doing well for now. But eventually unakuta you are not doing well. Because you have sold your integrity. You have sold the personality that is in you.
You have sold that which God gave you. That is why you cannot be able to stand. You cannot be able to be called a citizen of this world. You don't want to sit down to be taught the word of God. You want just to come and pick a miracle. Umesikia huyo pastor. Saizi najua, ninamjua huyo pastor. Ninamjua. Ndio sasa anarani number 2 Mombasa. Kwa wingi wa watu na miracles. Amevaa kipete kile kinono hapa kiko juu. Unaona watu wameanguka na mnataka kuanguka, mnaanguka, mnarudi mnabewekelea pesa hapa kwa madhabahu. Ukienda nyumbani unakuta radi mwenye hakuwa na haja na wewe. Unamkuta nyumbani amefuga nyumba na kwambia mama haujalipa miezi 3. Na saa hiyo uko na chafu unanuka na nyumba imefukwa. Umegaragara kwa nyumba fupi imetoka kwa kichwa mpaka huko chini. Umegaragara na nyumba imefukwa. Sasa unaenda kwa neighbor. Pengine kuna mtu mwingine aliniambia anaenda analipa jimu. Kilipa jimu anaruka ataingia kwa bathroom za huko ataoga atoke. Bwana siwe sana. Hallelujah. Ngapi mpaka hapo unasikia unataka kutolewa kwa spirit ya Esau. Hallelujah. Unataka kutolewa kwa spirit ya Esau. Hallelujah. Wakati Yakobo aliulizwa na malaika, akaulizwa wewe ni nani? Akasema mimi ni Yakobo. Kutoka hapo spirit ya Esau ikaaguka. Na kwa sababu walijua hii jina ni associated na mambo baya, malaika akamwambia nitakubadilishia jina. Kutoka leo utaitwa Israeli. And that is the day Jacob started realizing himself. Until your name is changed, until your direction is changed, until you plan your life again, that is when the blessings from heaven will come. Otherwise, the blessing will never come, no matter how saved you are, no matter how good you know to preach. My life in ministry, it may change 3 months ago. When I realized I'm in the wrong place, doing wrong things, with the wrong people, doing nothing, rotating hapa kusuguka. Wakati nilibadilisha, nilienda kwa mlima 40 days, nikaomba. Nikaambia Mungu napata kama unipatie direction. Niambie mimi ni nani. Kitu ya kwanza Mungu aliniambia go and confess who you are. Ndio mliniona kwa Victor Boya. Ni Victor Boya. Nikamwambia mastori mingi. Nikakuja na tukakutana na nani mwingine, vijana vingine, tukarudi tukakutana na Saimo. Itakuwa Saimo kana itakuwa toi. Saimo K hasa tunua Saimo K. Kutoka hapo Jijo Keti ndio hiyo. Kutoka hapo sasa everything I have been revealing what I have been. The power of confession. That is what alimuuliza unaitwa nani? Wewe wapi? Chitakuwa Jakobo Moishi. Chitakuwa Jakobo Mutunyani. Chitakuwa Jakobo Ndura. Chitakuwa Jakobo Waire Kirathimo Kene. Chitakuwa Jakobo Mukoroku. Chitakuwa Jakobo Shaitani. Chitakuwa Jakobo Mumaraya. Chitakuwa Jakobo muthiete kwa majini. You say who you are for God to set you free. Na tuligia hapa. Nenda honokire mwaka wa 75. Kwenda na hiyo kihonoko yako. Kwenda kabisa na ukanadu terawira. Mimi sitakagi mtu ate madhani ni ajeketa wega akaketala na kokosha turagwa. Kwenda kabisa na hiyo kokosha yako ya mwadhani na urairioge maudu maku. Waachana na hiyo wira mrefu. Confess to God. Jakobo alibadilishwa maisha when he confessed. Akasema mimi ni Jakobo. Akajitambulisha mimi ni mwizi wa birthright. Akajitambulisha mimi ni mwizi wa maisha ya binadamu. Akajitambulisha tulipanga na mama yangu tukanyaganya mtu kitu. Wangapi hapo walipanga na mama yao wakatoa miba hapa? Na mmeokoka na ndio mnadioma hata ndio maasha kanisa ndio prophets. Prophets kanisani, lakini wale watoto wanalia huko ni 10. Sababu ulikuja na ukaokoka, but you never said what you did. If you have never confessed that abortion, you are still a sinner. Doesn't matter how better you know how to preach. If you've never confessed to that plan that you are mulipanga na mtu mukanyaganya mtu pesa, if you've never confessed that, you are still a sinner. Doesn't matter kama ni prophet ama ni nini.
Utaprophesy because kwenu kule umetoka ni kwa wagaga. So whatever nikikanyaga hapa madhabahu hii, ile roho inachomoka ni ya mgaga. Unakuta pastor hapa anatoa vitu tuko. Kaka baba. Kaka wewe simama. Mami simama. James ni nani kwenu? Tumeenda kwa mgaga. Ni wakati tumeenda kwa mgaga. Mimi ni Mungu. Sasa nikuulize, wale tumeenda kwa mgaga. Mgaga hakuletagi kiona na kuletea mtu hapa. Wale tumeenda kwa mgaga. Ni wakati tumeenda kwa mgaga. Mimi ni mmoja. Mimi nilienda kwa mgaga kimama kinono kilinikalia. Kilinipaka mafi hapa. Kinono kinaitwa kanini. Na nilikuwa nimeenda kuchukua kamote polisi wasinishike. Kutoka huko Matu. Kufika tu hapa Nairobi hapa nilikuja na zile mabasi za hapa za bus station. Kushuka tu, askari walikuwa wanatembea. Hawako na shughuli na mimi. Kushuka tu kama huyu jamaa kwa wapi ule jamaa mwenzangu pale. Kushuka tu hapo hivyo. Niliona polisi, mkubwa habari yako? Alafu mwingine akaenda kato. Mike Roger. Tuko na Waruinge hapa. Nilisikia kwa radio, arrest him immediately. Sasa nilikuwa nimepatiwa kijiti kale na ni mokidoli. Unaika mti kanaita hii mti inaitwa mokidoli. Nilikuwa nikiona polisi niweka kwa mdomo nitafanya. Sasa polisi walipokaribia nikarusha haraka nikaweka. The more nilitafuna, the more wamekuwa wakali. Mara moja bunduki mbili zikapigwa juu pa. Kwa watu wakakuwa dispersed. Nikarusha kwa mdomo kabisa nikasema Venye nilitafuna ndio mafly squad wakakuja nikanalishwa chini. Niko jina. Na ukumbuke kule nilienda kwa hiyo kimama. Nilipeleka kukubiri moja ya white na moja ya black. Alafu kanikalisha kwa kanyugu hapo. Kimama ni kinyama kichafu. Najua wagaga wanakuaga wachafu. Sasa kimama kinizungushia kuku, ikamwagwa damu hivi, ikamwagwa ya white kwanza, karudi ikamwagwa ya black. Nikatabiriwa nikasema hakuna mtu atakuona. Sasa shida ni hii. Nikaambiwa uko na pesa gapi? Nikaekelea 200,000. Nikaweka hapo. Sasa shida si wachana na pesa. Siku nilikuwa I used to swim in money. Nilikuwa na swim. Pesa haikuwa tatizo kwangu. Ni venye tu picha yangu haikuwekwa kwa noti lakini pesa ilikuwa yako. Sasa kimama kilinikalia. Kimama kinanizunguka kinakuja kinanikalia hapa kwa nikimudu akiogi najua watu haogagi kabisa. Sasa imagine nimetoka huko sijaoga, nimeshikwa na polisi, nimeenda nayo ndani Romadi. Hakuna jela, kuna maji, hakuna maji. Kutoka hapo nilikaa ndani selo 6 months na hiyo uchafu. Na kamuti kangu kama kidoli nilinunua 200,000 kama kidoli kanaga kwa nyuja. Ndagorire ngiri 200. Na nikavugwa miezi 6. Kwanza wale wa jamadi walikuwa wananitafuta. Walikuwa wameambiwa mkimuona mnakamata tu mnaweka ndani. Hata kama hana makosa, kamata tu weka ndani. Na mimi nikakamata na shetani nikapelekwa kwa hiyo mama. Mtu mwingine alinielezea, mama mwingine alikuwa rafiki yako akaniambia kuna mama anakuaga na dawa mzuri sana. Huyu kumbe ni kama kidoli. I wish ningejua hata mimi ningetengeneza mkidoli na waita watu kujeni. 200. Una imagine 200 na mkidoli kamote kametoshana kama ile ya kiberiti 200,000. Sio mtu ni tajiri. Lakini the river poor life. Alinikalia hapa. Acha kuniangalia na macho ya huruma. Kimama kinaona. Si kama mwingine naona. You know this, when diversion comes in your life, it diverts. Now Jacob, he became to be known Israel, while Esau became Edomite. Wale watu wa Edomu, wale ambao walikuwa maskini, watu walikuwa wabaya. Because a curse continued to follow. Because God had said, one I hate and one I love. Ask yourself, could it be the problem you are going through is because of a generational curse?
Could it be that whatever that happened, there is a short change? Kuna kitu ulibadilishiwa. Maana wakati Esau baba yake alikuja akamwambia, ukichoka na hii maisha, ukichoka. Damwe ndiye nego shajerio. Hakumwambia kuna mira kwa itafanyika. Hakumwambia utaenda kwa Waruinge mira kwa ifanyike. Ukichoka, that life you are living, things will change. Ukichoka kutegemea wanaume, things will change. Ukichoka kununua miujiza, things will change. Ukichoka kukaa katika madhabahu ya waganga na warogi na Illuminati na Freemason, things will change. Therefore, there is one thing that you must do for you to succeed in life. Kuchoka. Kolega. Kwa ni danoga. Hii mzigo lazima niweke chini. Hii mzigo. Si kuenda kwa pastor, si kuenda kwa prophet ya kuprofesaie. No, kuja kwa prophet aachilie baraka. Mimi niko hapa niachilie nini? Nimebeba baraka. Enda uliza mama yangu atakwambia mimi nilitoka kama nimesimama hivi. Wewe ulitoka kama umeinama, mimi nilisimama hivi. Nilitoka na miguu. Kama niko na chain kama hiyo, lakini ni nyama. Utako. Yes. Wewe unaweka chain za mbao, mimi niliweka chain ya nyama kutoka kwa mwili wa mama yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, nimeenda jela mara 50. Mara 50 ngapi? Wena mudo na kukudhiruka huko tidara yesi yako. Nimeenda mara 52. Wamenipiga risasi 12 life hivi. Wameniwekea sumu lakini nimekataa. Wameninyoka pana 2. Nikakanyaga mashini. Kini kimabati kinakaka hivi. Sasa unakanyanga padi na padi. Sasa wanahagorani ya hivi kibati kinakarukana. Sasa unaenda hivi. Inakata. Mashini ikakataa. Na mashini ikikataa hakuna kurudia kwenda nyumbani. Na siku hiyo ndio nilikuwa najenga nyumba yangu ile naishi sasa hivi. Nikienda kunyogwa ndio nilikuwa najenga nyumba nikiwa ndani. Nilikuwa na pesa mingi kuliko nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. There is one thing that you must understand. That when God decides to bless you, you must be ready for the blessing. When God decides to bless you, you must be ready for a move of a blessing. There is a move. You must initiate a move. It does not matter whether you are umeokoka. Kwani Abraham hakuwa tajiri? Who is the father? Who is so rich kuliko Abraham? No, alimuona kukira Abraham. But he knew the move. He connected himself with the plan of God. There is a plan of God in you. There is a plan of God in everything that you do. When you came to this world, the Bible says before you were born, he knew you. Before you were born, he consecrated you. Before you were born, he anointed you. Before you were born, he made you a king. Before you were born, he made you a queen. You are not an ordinary person. You are a powerful person. Had Jacob known that his brother is a curse, hangeenda hata kuata, angemwambia chukua chakula na uchukue hiyo ingine na hiyo ingine uende. He could not have suffered. I may suffer for 7 years, another 7 years, and a slave in kwa ango yake. Is that what you are going through? Is that what you are going through? Ask yourself, why the suffering? Umesuffer hivyo kwa nini? Yet you go to church. Yet you profess the Bible. Hata Bible unabeba kubwa kuliko kichwa yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unakutana mtu haendagi kanisa ndio anaendesha gari kubwa. Because somebody sold his soul to get what he is getting. Until uchoke. Kuchoka si kuokoka. Kuchoka ni kuachana na tabia mbaya, na vitu vibaya, na mizigo michafu. Then you lift yourself higher for the blessings. When Jeremiah was being blessed, was a young man. Akaambiwa na Mungu, waza aende ukafanya kazi. Naye akaambia Mungu namna gani? Mimi siwezi. I'm still a young person. God came back to him because this man had been consecrated. This man had been put aside. This man was ordained before hata hajaliwa. You are an ordained person before you are born. You are a business person before you are born. You are a king before you are born. You are a queen before you are born. You are what you are supposed to be before you are born. So the struggle you are going through is because you misplace yourself to understand barabara yako ni gani because ya ujuaji. For 14 years, a man worked for a woman. 14 years. Worked for a woman. Without
having kuunderstand sheria na tabia za hii boma ni wezi kwenda msichana wa kwanza kabla wa pili kabla ya kwanza yende. For 7 years blinded. That is what you are going through. Jeremiah wakati alisema mimi ni mtoto, Mungu akakimbia akamwambia wewe usirudi kusema ni mimi ni mtoto. Akaguza mdomo yake akamwambia nenda kani akanwa gaka na nyamazisha hii mdomo. Where you are not a child anymore. Where you I will send you will go. What I will tell you you will say. Ni wapi alienda college ya kufundishwa kusema? Ni mdomo ilikatazwa. Guza ulimi yako. Abia mdomo. Abia ulimi. Wacha ujinga. Abia ulimi. Abia ulimi. Wacha ujinga. Because you are rich. Nobody was born on earth without his own. Nobody is in this world without your piece of land. Nobody that is on earth without your riches. Pesa zako ziko, kila kitu chako kiko. It is only the connection. Danieli wakati aliomba vitu zake ziliteremuka. But for the next 21 days vitu zake hazikukuja until the angel came. Until who? Remember, mizigo yake ilikuwa imebebwa bado na malaika anaitwa Gabriel. Lakini ilibidi Michael akuje asaidie Gabriel kufikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Daniel sustained the fire by continuously fasting so that the angels kule biguni wakaona mzigo itafika. Michael akaambiwa kwenda chagulia wagalie. Could it be vitu zako zimehanga hapa tu, zimeshikiliwa na mfalme wa Persia? Could it be utajiri yako yote iko hapa tu, imeshikiliwa na mfalme wa Persia? But because you bought a birthright of a cursed person, that is why you cannot be able to detect or to know what is happening around your life. Because watu wanakuambia hata kuna mama mwingine nimemuuliza umepaki gari wapi? Kuna mama niliuliza hapa chini. Umepaki gari wapi? Akaniambia nimekuja na matatu. Nikanyamaza tu, nikasema hivi. Kai, niwe nimemuona. Nimekuja na matatu. Kai, taruo kisha maneno yake etile. Nginya maithikiri we boto bike wezi beba ketu. Wanasemanga hatuendi huko. Sasa ketu kikuja kikia unaambia vijana nendeni muonyeshe hiyo mama mahali ya kupaki gari mzuri. Anakipita hapa naambia vijana nimepaki vizuri, nimeweka hata nimeacha pale kwa petrol station, nikasema wanioshe yake hiyo gari. Lakini Keti amebeba sura ya utajiri. Amebeba kila kitu ambacho kinatakikana. Ako na kila kitu, sura, maumbile na kila kitu inaonyeshana this man or this woman ni a blessed man. Lakini outside Esau mtupu. Nithina mutheri. Arahena ni atigite gari vetro ine gethambio. Na kana motorbike cigato ige mwene unekeire na kuisha kwa busoba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia mwenzako I'm rich. It's only hapa sija connect. These things does not come from heaven. They are here. In the book of Genesis chapter number 1 6 27 and 28, and God akawaambia, let us make a man who looks. Bwana Yesu asifiwe sana. Let us make a man who looks like who? Like us. So man looks like who? Like God. And then when he made man and a woman, they were happy. And God, the Bible says, and God was alisikia vizuri. Ni ile wega ni kuona mtumia toyo kiokira na goko. Na Nuna Kenya mutagi hiki akiona kitu kiega kayake kena Mungu akafurahi kuona kitu ametengeneza. He was happy. God was happy. God is happy with you. Tell your neighbor, God is happy with you. Wachana na hawa wanakuambia ati ufai karadhi. Wachana na hawa wanakuambia sijui nini wanakuonea. God is already happy with you. So you're not supposed to cry here on earth. You are carrying the image of God. Number 1. Number 2, God is happy with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 3, once he created them and he was happy and he gave them some instructions. Akamwambia be fruitful and multiply.
So you have already a seed to multiply. Because you can never be fruitful and multiply if there is no seed in you. You are already a seed. Tell your neighbor, I'm a seed. Yes. And what went wrong? Mwambie sasa kama wewe ni seed. Mwambie kama wewe ni seed, what went wrong? Simuongee mimi naongea na watu kama wewe ni seed, what went wrong? You are not germinating. Na unaniambia hapa ama seed. So what? Unalia shida hiyo yote. Hiyo yote masikini yote imekutaba kama jakati. Sasa ama seed and you are seed poor. Hakuna matunda hata moja inakuliwa kwako. Hallelujah. Alafu akamwambia the other instruction, akamwambia know this, have dominion, dominate. You got the power to dominate anything. You got the power to say and it happens. You got the power to say and direct. Akamwambia dominate, and number 2, subdue the earth. Kanyaga. Na akamwambia vitu ziko kwa hewa ni zako, ziko kwa ardhi ni zako, ziko kwa maji ni zako, kula venye unataka, but kanyaga, subdue. Kuja hapa kutuzubua na shida. Pastor hoera. Ni thina kwa guhitanite kwa kwena thina. Ni adire kedo andike. Ni dige kohoera na thina. You have the power. You got the power to subdue. You got the power to sit on it. You got the power to dominate. All these things are under you. But there is one thing that happened to you. Jeremiah 22 verse 29. Oh earth, write this man down as a man who is childless. Why? Coniah was a misbehavior. He misbehaved. And he was cast. And the land was told, write this man down as childless. Write this man as a man who will never prosper in his days. Jeremiah 22 verse 29. So somebody somewhere decided to make you poor. Because you went and mukaigiana na wao akakuhusia poverty. Ukanunua. Jacob suffered, not because he deserved to suffer, but because of his greedy. He was greedy. Mwambie mwenzako, kutoka leo sitakuwa greedy. Sitakuwa greedy. Mwambie tu sitakuwa. Mwambie na kihuruma, mwambie tu na kihuruma sitakuwa greedy. Ukisikia dhoni kidogo sitakuwa greedy. Kumbe mnakuwa greedy hivyo. You only need to understand yourself. You only need to understand that you have a calling. You only need to understand that you are a Jacob man who was blessed. You only need that you need to change your name to Israel for you to be blessed. That is all you need, not prayers. When Jeremiah decided to say, I cannot be able to do so, God came to him because he knows this is my seed. He touched his mouth. Akamwambia, from today, never call yourself a youth. From today, wherever you'll go, I will send you. Whatever you'll say, it's me who will be saying in you. Akamwambia in verse 10 that, see, today I have set you against nations, against the kingdoms, against to overthrow, to destroy, to dismantle, and again to build, because you got the power. Umeona hapo kutoka hapo tumeongea yote. Kuna mtu ameenda kanisani kuobewa? Kuna mtu ameenda kanisani kuobewa? Hawa watu nimetaja. Kuna mmoja amewekelewa mkono na pastor. Kuna mwingine amepanda bego. Hallelujah. Kuna mtu amevujiwa madhabahu. Jeremiah was told you got the power. See, today I've set you against nations and kingdoms. See, today, me, God, I have set you against nations and the kingdoms. To do what? To uproot, to destroy, to dismantle, to overthrow, then to plant and to raise. Where is my pastor there? Kuna pastor nimeambiwa, see, today I've sent you to my pastor. No, you got the power. That is why aliguzwa mdomo yake. Because it is your mdomo ambayo imekufanya that stupidity you have in your head. Tamakadiki hota. Marokire marajetira wira yi. Atethie mopatha riu ndari gwatiriri. Gutiga ciana nau. Ni wira mwega yi. Na riu ndari gutiga ciana nau. Kai riu ndakiwa kabai kare. Tugucaria wira ungi. Buzi wewe. Kwani wewe unajua kulea watoto? Wewe hapo umefika, wewe ndio umefikisha. God has opened the door for you. God has created a way for you. God is prospering because God says that I am going to prosper you from one level to another level. I'm going to lift you from one level to another level. And then you will overcome the world. Where did he tell you that you're going to sit on one session?
God is creating you. In the book of Deuteronomy 28, inasema, when you will hear and obey the voice of God. When you just hear, not nothing, sio kwenda kupanda, sio kwenda kujenga magorofa, sio kuokoka. When you will hear and obey the voice of God, I will raise you higher above every nation. When you are raised above every nation, anywhere you go, you conquer. When you are raised above every nation, you are getting blessing. And the Bible says, continue to say, that when you obey and live and walk according to the voice of God, the following blessings shall follow you. You will not go looking for the blessing, they will follow you. But look at today. You came here to look for blessing. Sababu ndiandika kesho Sunday is a miracle service. Amen. Mpaka hapo ni watu wangapi umepokea miracle yako? Ndio tumkono kama mpaka hapo tumefika. You already have got your miracle. Haya, weka mkono chini. Mpaka hapo tumefika. Nani yako na pesa ya kununua miracle? Yes, sitawaacha, nitabeba tu. Si ulikuwa umelete. Bwana Yesu asifiwe sana. Then after Jeremiah realized that this is what is given to me, he used the mouth to command. Moses, when they were crying, because the way you cry, because the enemy were coming, my enemy walikuwa wanakuja, and then Moses was confronted by the people that he was leading. Wakamwambia kule Misri uliona hakuna kaburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Moses alipoangalia kaangalia kweli, everything is working against us. The enemy is here, is coming. On front of us there is a river, a huge one, and we are going to die. Hata yeye akaanza kulia. God came to him akamuuliza, why are you crying? Why are you crying? Ask your neighbor, why are you crying? Because everything that you need is in your hands. Everything that you need, you don't need to struggle. Well, the blessing that you need is within you. The car you need is within you. The business you need is within you. The marriage you need is within you. Mungu akamuuliza, why are you crying? You're crying like the people you are leading. Why are you crying? Ati kwa sababu shida zimekuwa nyingi. And God asked Moses, what do you have in your hand? What do you have? Because God could see this as a fool. Huyu ni mjinga. Nimempatia hii fimbo amebeba ni ile ile aliangusha chini ikakuwa nyoka ikameza nyoka zingine. The life God gave you when alikubariki, it is the same you who was blessed and can be blessed again. You don't need a miracle. You need to reorganize yourself and ask yourself, what did I do that time? Retrace your tracks and know, where did I lost it? Where did I? Wapi nilipotezea? Because here, kama Mungu alikuwa amenipatia mbuzi 6, lakini ziliondoka. Kwa nini Mungu akanipatia zikaondoka? There is must something wrong. And Moses kubi alikuwa na fibo, akamuuliza, what do you have in your hand? Akamwambia niko na fibo. I think Mungu alimuuliza kakelimu geki utani na hakili. Si hiyo fibo ndio ilimeza nyoka? Si uyaguse chini imese hata watu wameswe. Kwani nyoka na watu wana bunduki ni gani? Hata si askari anaogopa bunduki, anaogopa nyoka. Akamwambia angusha, koka maji kapasuka. Ukuta ikafanyika na ukuta ikafanyika. Watu wakapita. He had the power. You got the power to transform your life. You got the power to say, I won't be poor. You got the power to say, I'm going to be rich. You got the power to say, I have the power to subdue the earth. You got the power to say, I have power to dominate. You got the power to say, I have power to multiply and excel. You got the power. When Jacob was asked, what is your name? He said, I'm Israel. That is when his life changed. Change your name. Change your name. Change your name from being Esau, from being a Jacob, a swindler, and let God walk in your life. Let God make you what you are supposed to be. There is no miracle that will come for you to become rich. Hata ukiwekelewa miguu na kichwa na mwili na kila kitu. There is no miracle that will make you rich. You are the miracle. Tell your neighbor, I'm the miracle. Yes, I have the power in my tongue. Maybe I have the power in my tongue. Just confession and say, I am Jacob. And God will change your life. And you'll be blessed.
Na nimemalizia hapo. Mwambie semeni amen. Hallelujah. Nimeona watu kadhaa wanataka kulia. Hebu lieni tu machozi tu kidogo, lieni tu machozi tu kidogo tu. Shikeni sadaka zenu mulete hapa. Kama mnataka kubarikiwa, wekelea sadaka hapa. Na mulete haraka haraka ndio tuende hiyo next level. Nimehubiria matajiri. Si mmetajirika, nani hakutajirika sahi? How many of you have felt that my life has changed today? Umerealize it is kube ni mimi, kube makosa ni mimi, inua mkono juu, angalia, si mimi matajiri. So these are millionaires. I'm telling you, by the end of this year, if you apply this, you become a millionaire. And please, I want to walk with you. I want to walk. Usikuja hapa kama wewe ni wa miracles, don't come here. This church is not for miracles. Miracles will come by themselves. I don't need to touch you for the miracle to come. Because miracle is a small thing. I need only to walk near you na mambo yako inabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. So do not base your faith on miracles. Base your faith on the word of God. Because the word of God will set you free. Leteni sadaka. Nyote simameni mulete sadaka, wacha kuangalia watu. Shosho. Iginya na ginya kinya hau. Wekelea haraka pesa mnafukua. Mfukulia wengine. Yes. Na ni kwa nini Wakristo wanaekelea pesa na wanaangalia na kwingine? Na amekuja noti ni kama ya Mugaga. Atazimu. I'm a rich man. Kuga msupui. Vukulieni hatu njia wewe. Tengeneza njia wewe ni wako washa wako hapa. Wengine patieni hapa. Fungua hapa, tengeneza barabara hapa. Tengeneza barabara, wengine kuje hapo. Tengeneza hapo straight. Huyo mama mtoto. Tengeneza barabara. Vuruta hiyo kitu. Wako wapi wa mama wa kanisa? Kuna watu wanatanga marastafari huyu kule ametaka anasema emancipate yourself from mental slavery. None but yourself can free your mind. It is you to change. Badilisha jina. Badilisha. Unapowekelea sadaka zako hapa, sema nimebadilika leo. I will never be the same again. Goigua. Kuja nisalimie Goigua. Habari gani? You look handsome.